السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوانا إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدون الكرام، ndugu wapenzi watazamaji, kadhalika wanadarsa wenzangu ambao tumehudhuria leo. Huu ni muendelezo wa darsa yetu ya usulul fiqhi, na hii ni sehemu ya 7 kama sikusahau, katika kitabu chetu cha Imta'ul Uquli bi Rawdatil Usul, tukiwa katika juzu ya kwanza. Na leo darsa yetu tutaanzia al-mandubu. Talitazama neno al-mandubu. Al-mandubu, hili neno mandubu hili maakhudhu minan nadbi, limechukuliwa kutoka kwenye neno an-nadbu. Wan-nadbu fi lughati, na neno an-nadbu katika lugha ad-du'au ila al-fi'li, ni kuitiwa kufanya tendo. Ad-du'au ila al-fi'li ni kuitiwa kufanya tendo. Hiyo ndiyo maana ya neno mandubu katika lugha. Wa fil istilahi, na katika makubaliano ya wanawachuoni wa usulul fiqhi juu ya neno mandubu, wao wameliarifisha wakasema huwa matlubu, nalo ni takwa, la yudhammu tarikuhu mutlaqa, halaumiwi mwenye kuiacha mandubu moja kwa moja. Waqila, na imesemwa, mandubu huwa ma yuthabu ala fi'lihi, nalo ni jambo ambalo hulipwa thawabu juu ya kulifanya, wala yuaqabu ala tarkihi, wala hadhibiwi juu ya kuliacha. Nahu tahiyatul masjidi, mfano wa hii sunna ya tahiyatul masjid, mtu ukafika msikitini ukaswali rakaa 2, huo ndio mfano wa mandubu. Waqad dhahaba aljumhuru, na kwa hakika wamekwenda jumhurul ulama ila anna almanduba, katika kusema kuwa mandubu maamurun bihi haqiqa, ni jambo ambalo limeamrishwa hakika na wala si majazi wala taawili. Pakitamkwa mandubu maamurun bihi haqiqatun, ni jambo lililoamrishwa hakika. Wa ankara dhalika qaumu, na wakaipinga kauli hiyo baadhi ya jamaa, na walioipinga ni al-Imamu al-Kurhi na Abu Bakari Razi, wao wamepinga hao. Faqalu, wakasema, al-amru khasu bilwujub, amri ndiyo inayohusika na wajibu wala si mandubu. Amri ndiyo inayohusika na wajibu. Wastadallu biqaulihi ta'ala, na wakastadili kwa kauli yake Mwenyezi Mungu mtukufu aliposema, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna au adhabun alim, watahadhari wale ambao wanakhalifu amri yake kupatwa na fitna au adhabu kali. Kwa hiyo kumbe amri ndio inahusika na wajibu, kwa sababu mtu akiacha amri ndiye huadhibiwa.
kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema antusibahum fitna au adhabun alim. Kwa hiyo wakastadili wakasema amri ndio inayohusika na wajibu. Waliqaulihi sallallahu alayhi wasallam, na kwa kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema laula an ashqa ala ummati, lau isingelikuwa waonea tabu umati wangu, au lau isingelikuwa kuwahurumia umati wangu, la amartuhum bisiwaki, ningewaamrisha kupiga mswaki. Hadithi inamalizikia inda kulli salati, wakati wa kila swala angewaamrisha wapige mswaki. Ma annahu nadabahum ilayhi, pamoja na kuwa yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaita wao walifanya hilo jambo la kupiga mswaki. Lakini kwa nini kasema hivyo? Kasema angewaamrisha amri ya wajibu, lakini badala ya kuamrisha amri ya wajibu akawaitia katika sunna. Kwa hiyo pia aya hii, hadithi hii inathibitisha kwamba al-amru khasu bilwajib, amri ndio inayohusika na wajibu. Wali anna al-amra iqtida'un jazim, na kwa kuwa amri ndio takwa la lazima, la takhayira ma'ahu, hakuna khiari pamoja nalo. Wa fi nadibi takhiri, na katika sunna kuna khiari. Kwa hiyo katika amri ni iqtidha, ni jambo la lazima mtu afanye. Iqtidha'u jazim ni takwa la lazima, la takhayira ma'ahu, hakuna khiari pamoja na takwa hilo la amri. Wa fi nadibi takhiri, na katika sunna kuna khiari. Kwa hiyo utaona tofauti ya mandubu na jambo ambalo ni maamur. Amma aljumhuru, ama jamhuri ya wanawazuoni, faqad istadallu limadhhabihim, wao wametoa dalili kwa kuthibitisha madhehebu yao, bi anna al-amra talabu, kwa kusema kwamba amri ni takwa, wal mandubu matlubu, na mandubu ni jambo linalotakiwa. Sasa kuna tofauti gani? Wakasema al-amru talabu, amri ni takwa, wal mandubu matlub, na mandubu ni jambo lenye kutakiwa. Kwa hiyo kana kwamba ni vitu vinavyofanana. Wali anna Allah ta'ala, na kwa kuwa Mwenyezi Mungu mtukufu amara bil adli wal ihsan, ameamrisha watu wafanye uadilifu na wafanye ihsani. Wa ita'i dhil qurba, na kuwapa ndugu jamaa. Wa min dhalika ma huwa mandubu, na miongoni mwa hayo yapo ambayo ni mambo ya kimandubu, yapo. Kwa sababu uadilifu na ihsani si yote ni mambo ya wajibu, kuna mengine katika uadilifu na ihsani ni mandubu. Kwa hiyo utaona mandubu kwa kauli ya jumhur, wao wanasema pia ni maamurun bihi, ni mambo yenye kuamrishwa kwa hoja hii. Waqad raddu ala al-mukhalif, na kwa hakika wamemjibu huyo mpinzani, bi anna qawlahu, kwamba kauli yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi, watahadhari wale ambao wanakhalifu kunako amri yake. Wakasema wa in kana yadullu ala anna al-amra yaqtadhi al-wujub, japo kuwa kauli hii inajulisha ya kuwa amri inahukumilia wajibu, lakin la mani'a min annahu qad yusrafu ila al-mandubi bidalili, lakini hakuna kiziwizi hutokea ikapondolewa hiyo amri kwenda kwenye mandubu kwa dalili. Na ndio maana kuna kanuni inayosema kullu amri yaqtadhi alwujub, kila amri inahukumilia wajibu, illa idha jaa ma yasrifuhu anil wujub, isipokuwa yatakapokuja yale mambo yanayoweza kuipondoa amri hiyo kutoka kwenye wajibu. Kwa hiyo amri ya wajibu huwa inapondolewa kwa dalili, lakini basi itabakia kuwa ni amri. Hata kama imepondolewa kwa dalili ikaenda kwenye mandubu, bado itakuwa ni amri. Wa amma qawluhu alayhi salam, na ama kauli yake Mtume amani iwe juu yake aliposema la amartuhum bisiwaki, ningewaamrisha kupiga mswaki.
Falmuradu bihi, kinachokusudiwa kwa kauli hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, amrul ijab, angewaamrisha amri ya wajibu, lakini badala yake hakuwa amewaamrisha amri ya wajibu, akawapa amri ambayo ni ghairu jazim, amri ya mandubu, amri ya sunna. Wa amma kaunu al-amri la yaqtadhi at-takhayyiri, na ama kile kitendo cha kuwa amri haihukumili khiyari, fa khata'u, ni kosa, bidalili thubuti al-wajib al-mukhayyar, kwa dalili ya kuthibiti wajibu uliowekewa khiyari. Ikiwa kuna wajibu uliowekewa khiyari, huwezi kusema kwamba amri haihukumili khiyari. Ule wajibu uliowekewa khiyari ni amri, lakini mtu ana khiyari ya kufanya moja katika hayo mambo yaliyowekewa khiyari. Ma annahu law salimna anna alwajiba la takhayyira fihi, pamoja na kuwa lau tutasalimu amri tukakubali kwamba wajibu hauna khiyari ndani yake, tukikubali hivyo, fakadhalika almandubu la, basi hivyo hivyo mandubu na yenyewe haina khiyari ndani yake. Kwa nini haina khiyari? Lianna at-takhayyira istiwa'u al-fi'li wat-tarki, kwa kuwa khiyari ni kulingana kufanya na kuacha. Linapokuwa jambo ni khiyari, basi wewe unakuwa umekhiarishwa baina al-fi'li wa tarki, ambapo kwenye sunna haiko hivyo. Kitu kishakuwa sunna wewe unatakiwa ukifanye, lakini kitu kishakuwa khiyari wewe umekhiarishwa, ukifanya sawa, ukiacha sawa. Kwa hiyo huwezi ukasema mandubu ina khiyari, mandubu haina khiyari. Kwa hiyo hiyo ndio maana ya mandubu sunna. Kuna baadhi wanasema maamuru bihi hakika, ni jambo lililoamrishwa hakika, na kuna wengine wanasema hapana, mandubu haijaamrishwa. Kwa nini? Kwa sababu ni takwa lisilokuwa la lazima. Leo tutakomelea hapa, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akituwafikia tutaendelea katika sehemu yetu ya 8 hivi, ambapo tutakuja kuzungumzia al-mubah. Ndugu mtazamaji, darsa hii tunaifanya ili iwe ni sadaqatun jariyah, sadaqa yenye kuendelea kwa wazazi wangu waliotangulia mbele ya haki, mzee wangu, baba yangu mzazi mzee Ramadhani Ndaki, pamoja na mama yangu mzazi Bi Zainab binti Andrea. Yoyote atakayezipitia darasa hizi akanufaika japo kwa uchache, asiwache kuwafanyia ikhlasi japo 3 wazazi wangu, na thawabu za sura hizo aziwasilishe kwa wazazi wangu, awaombe maghfira na awarehemu. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tawfiki, kwani yeye ni waliyu tawfiki. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.